Napenda niwakaribishe kabla nipatie mama BAB nafasi ili aweze kutumalizia. Tuko na wapendwa kutoka pale Yalo. Pigia tu Bwana Yesu makofi ninapokaribisha. Karibu sana, nafasi ni yako. Uweze kusalimia na jioni. Pigia tu Bwana Yesu makofi anapopanda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kushukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Ni kwa sababu ni yeye ameitengeneza iwe jinsi ilivyo. Majina yangu naitwa Mwangalizi Nora Litunya. Na hudumu pale Yala chini ya mwangalizi mkuu ambaye anaitwa Steven Oduor. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Tuweze kurudishia watu wa Ulumbi asante sana kwa sababu siku ya leo kuanzia jana uliweza kutuletea hapa Injili, na tunapoangalia majira, tunapoangalia wakati, tunaona ya kwamba wakati umekwisha. Tunapoona wakati umekwisha, jinsi Biblia ilituambia ya kwamba siku ya mwisho kutakuwa na mambo tofauti tofauti. Kwa hivyo unaandaliwa wewe na mimi ili ya kwamba tuweze kujua ya kwamba tunaishi majira ambayo ni hatari, majira ambayo Biblia iliahidi. Kwa hivyo siku ya leo ningependa kushiriki nanyi kutoka kwa kitabu cha Isaya 4 kuanzia penyewe. Nitaweza kusoma. In that day 7 women will take hold of one man and say, we will eat our own food and provide our own clothes. Only let us be called by your name and take away our disgrace. Huyo ni nabii Isaya. Wakati aliangalia akaona majira, akaona saa. Biblia inasema ati wanawake 7. Hawa wanawake 7, wakati unaona mwanamke kwa Biblia, jua kwamba wanaashiria kanisa. Haya ni makanisa 7 ambayo yanalia yakisema ya kwamba ni heri tuvae nguo zetu, heri tukae jinsi tunavyotaka, lakini tuweze kuitwa watu wako. Kwa hivyo tunaona majira ambayo tunaishi, tunaona tuna makanisa mengi. Sisi sote tunaenda kanisani. Siwezi kujua unakula nini huko kwenye kanisa yako. Hata mimi niko kwa kanisa yangu, sijui ninakula nini kule kwenye kanisa. Biblia inasema wazi ya kwamba hawa wanawake 7 wanalilia mume mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini utaangalia tabia, uone tabia ya haya makanisa. Yanasema ya kwamba yanaweza kujilisha, yanaweza kulivalisha, yanaweza kila kitu. Ni jinsi mwanamke atakwambia kwa nyumba yeye anataka aitwe tu jina ya fulani, lakini hatafanya matendo ambayo ni mazuri. Kwa hivyo Mungu anasema kupitia hili andiko ya kwamba wanawake 7 watalia wakisema ya kwamba wacha tuitwe
Lakini kumbuka, matendo ndio yanaenda kuwekwa wazi. Bali huko unakula nini? Injili ya uzima wa milele imehubiriwa hapa. Sijui umeshika nini? Lakini siku ya leo ninakuambia ya kwamba usiwe moja wa wale wanawake 7 ambao wanasema watakula chakula yao na waishi kivyao, lakini waitwa kwa jina moja. Kristo Yesu Masihi anarudi. Wakati umekwisha. Ishara zinaonyesha. Kwa hivyo Mungu atusaidie sana, hata wakati tunaendelea kuishi. Ubarikiwe sana. Pigia tu Bwana Yesu makofi. Kati ni mzuri. Naona bado tunaendelea kukula. Jitahidi tu kabisa na ujiandae. Na ukaribishe Yesu. Karibu sana mchungaji. Karibu sana. Pigia Bwana Yesu makofi anapokuja. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa wa kushiku. Mwami Yesu yetomebwe. Haleluya. Haleluya. Habari na marui. Walio na masikio muulire. Mumesikia. Mwami Yesu yetomebwe abantu wa kushiku. Bwana Yesu asifiwe watu wa kushiku. Nesinjirano mulala kubashanja betele ukamba likola nyasayano. Ninaposimama hapa nilipokuja kuchukua neno la Mungu, ninalilia watu wangu wa kushiku. Aiwakinitogwa makushiku. Moyo wangu unaumia kwa sababu watu wangu wa kushiku. Kendo chunya iwakahinya nijo kushiku. Na kabla niongezee jambo, tokapo kamedo gimoro, wapendwa wa Ulumbi, johera maulumbi, watumishi wa Bwana wa Ulumbi, jotinyasaye maulumbi, injili ambao mmeleta hapa kushiku, injili maukelo kushiku, injili ambao mmetumia kuleta injili kushiku, kendo teko mautio godogi kendo injili kwa mbinguni wabariki. Wemono nyasaye mepolo mono, ya kwamba mmekuja kushiku kutusaidia kuosha mikono. Nikechu ubiro kushiku kama ndo ukonywa luko luweno. Bwana Yesu asifiwe. Yesu pake. Ni kweli vile mhubiri alisema hapa, enajiri kakaja yalo na watu. Ngoma zimepigwa hapa. Ni miero ogoka. Ngoma tofauti. Ni tume ogoka imupo. Lakini ukisikia hii ngoma hapa, tokai wijo tumanka. Ina ujumbe tofauti. Eno tumu manigi watu muko. Aliye na masikio asikie. Ngamanigi itemo ndo miugi. Yesu alipokutana na mwanamke Msamaria, Yesu kano olromo gi Bwana Yesu asifiwe. Yesu paki. Akamwelezea kuhusu maji. Nojise kumpi. Na akamwambia kwamba laiti ungejua ni maji gani ninazungumzia. Kendo nojise ni kadiri ngepi maneno nikupe maji ya uzima. Nini kwa ya mondo bia. Maji ambayo ukikunywa hautaona kiu tena. Bimaki moto tokibe yudo dioke. Nashangaa. Aworo hinya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu paki. Mhubiri amehubiri hapa maandiko. Jayalo oya lokaya ndi. Akasema kuhusu wanawake 7 kwa mume mmoja. O wacho kwa mwana bibi kwa kuna mambo mhubiri Obasia aliyemalizia hapa alihubiri. Nitire watu Obasia motie kwa watu. Wapendwa wa kushiku. Johera makushiku. Kuna wahubiri wanalala na wanawake kanisani hapa kushiku. Nitire toyalo mani loko lumondu kushiku. Kuna wanawake wanaenda kanisani kulala na wachungaji. Nitire mwana maji ya kanisa. Lakini injili inapohubiriwa hapa wanafikiria ni mzaa. Tokindema injili ya lokai kiparuni yenu tu. Ninashukuru Mungu kwa hilo. Aduko ninya sero kama ndio sababu nimesema Mungu amefanya vizuri. Otimo mabe. Ya kwamba musikie. Mondo mi uinji. Bwana Yesu asifiwe. Yesu paki. Kuna the book of Exodus 3. Kitabu maruo kadek. Inazungumzia kuhusu the call of Moses. Oloso kwa mlungu maru Moses alikuwa mtenda dhambi. Musa nili jaricho. Bwana Yesu asifiwe. Yesu paki. Lakini Mungu alipomuita, tokinde maneja sayo ulunge. Alimuita kwa ishara moja kubwa sana. Nolunge mana kodi ranyisi achien maduwa. Aliona moto ukichoma kichaka fulani. Nodeno machi kawango kungu moro. Bwana Yesu asifiwe. Yesu paki. Na kuona moto kichaka ikichomeka lakini hayungui. Toneno kabunguno wangu tok tietre. Ilishika umakinifu wa Musa. Noma kopacha hinya. Na akataka kusonga karibu. Kendo noduaro dumono temsuno. Ndani ya moto ule. To imagine. Kukatokea sauti. Duolo no winjo. Sauti ambayo imebeba maagizo. Duolo mane
Sauti ambayo ilielezea Musa uchafu wake wote, ili Musa akaweze kutubu. Musa aliposikia, Bwana Yesu asifiwe, Musa alitubu. Akamalizia kwa kusema amekutana na Mungu wa ukweli. Huyo Mungu ananijua na kujua wewe. Anapotuma wahubiri wake hapa, anaweza elezea maovu yetu yote. Siku inakuja. Musa aliposikia kuhusu toba, Mungu akamwambia atoe viatu yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Musa hakutoa visababu. Wapendwa, kabla Mungu aweke ajenda yake na Musa, alimwamrisha kutoa viatu. Kabla Mungu atume Musa kwa watu wake, alimwamrisha kutoa viatu. Ndiposa Mungu akaanza kumtumikia Musa. Wapendwa kushiku, mna masikio? Hii injili mnaisikia hapa, imeandaliwa na Musa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Musa alipoondoa viatu vyake kwa kumaanisha, kama ameficha uso wake, hakutaka kumuona Mungu. Kabla Mungu aanze kuweka maagizo yake ama agano lake na Musa, alimpendeza Mungu kwa wache watu wangu wache wanitumikie, wache waniabudu. Sababu Mungu akaumba binadamu, alimuumba binadamu amwabudu na amtumikie kwa katika uhaki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo je, tutakuwa na uhaki wa Mungu? Je, tunamtumikia Mungu kwenye uhaki? Bwana asifiwe. Wakati wa kale, haleluya, wakati waliingia kwenye dhambi, wacha na tusome kitabu cha Mwanzo sura ya 6. Owacho kama chakruok sura madonga uchiel kare achiel kadhi nyime wacho kama wiye malo wacho richo dhano. Kane ji osechako medore piny kendo nyuolo nyiri, yawuot Nyasaye noneno ni nyi dhano beyo, omiyo ng'ato ka ng'ato nokendo nyako mohero kuomgi. Eka Ruoth Nyasaye nowacho niya, mucha machiwo ngima ok nodag e chuny dhano nyaka chieng'. Nikech dhano en mana ringruok matou. Chakre tinene ni onge ng'ama nodag moloyo higni 120. Kare ang'wen, e ndalogo kod ndalo moluwo mano, ne nitie joma rabede miwuoro e piny, mane nyi dhano kod yawuot Nyasaye onyuolo. Jogo ne thuondi kendo joma nigi huma e ndalo machon go. Kare abich, kane Ruoth Nyasaye oneno ni dhano osetimo richo mang'eny e piny, kendo chunye gombo mana timo richo pile, noparo ni kare ne ok owinjore ochwe dhano kendo kete e piny. Omiyo chunye nodoko malit ahinya mowacho niya, abiro nego ji duto masechweyo kamoro amora ma gintie, kaachiel gi le kod winy bende, nikech daber ka dine ok achweyogi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mano Nyasaye wuon wuoyo. Huyo Mungu mwenyewe ananena. Kendo Nyasaye ng'iyo ndalo ma wantie kawuono. Mungu anaangalia nyakati tunaishi. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Ndalo mialo duogo mar wuod dhano. Nyakati ambayo kurudi kwa Yesu inatangazwa. Ndalo mialo injili maduogo mar wuod Nyasaye. Nyakati ya kuhubiri injili ya kurudi kwa mwana wa Adamu. Nyasaye pime kod ndalo mar Noa. Mungu anailinganisha na nyakati ya Nuhu. Ndalo mar Noa, nyakati ya Nuhu, nitie dhano. Kulikuwa na wanadamu. Kendo joma rabede miwuoro. Watu washujaa wa kweli kweli. Jogo ma Nyasaye nochweyo. Wale ambao Mungu aliwaumba. Nikech richo. Kwa sababu ya dhambi. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Umewacho niya. Maandiko yanasema kwamba ndalo ne medo medre. jinsi nyakati ilizidi kuendelea. Kaka chuny dhano nego mobro timo richo. Jinsi mioyo ya wanadamu ilizidi kwenye dhambi. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Hizo niya. Inamaanisha ndalo machon mar Noa. Wakati wa kale wa Nuhu. Kadhano ne nyalo timo richo mar chode. Kama ungefanya dhambi ya usherati. Ano odiechieng' ma kawuono. Hata siku ya leo.
Upaki Yesu. Bwana asifiwe. Enu dichi maka uono enija chode. Kama siku ya leo mtu naye ni msherati, Kanende uchodo mon abirio. kama alifanya usherati na wanawake 7 Dichi makini. na kesho Otemo matek kabisa. anajaribu sana Mono chodi mon manyalo chubuta parga bi. afanye usherati na wanawake 15, Emomyo muma wachonia. maandiko yanasema kwamba Nitakudi ching ne medra. jinsi siku ilizidi Takachuni dano ne medu buru. na pia wanadamu kazidi kwenye dhambi. Haleluya. Haleluya. Koro nyasaye nongyo time magda. Sasa Mungu akaangalia matendo ya wanadamu Nyasaye yuwa kange. akajuta, Nyasaye penje. Nyasaye wachonia. akasema ya kwamba Deda nge. ningejua Ni mae imani medu time ya magda. kwamba hii ningekuwa tabia ya wanadamu, Para ne kudachuyo da. kumbe singemuumba binadamu. Haleluya. Haleluya. Obangu mano. Baada ya hayo Nyasaye uwe kwa Noa. Mungu akanena na Nuhu, Ukono Noa ni. akamwambia Nuhu ya kwamba Iwijo Noa. sikiza Nuhu, Adi teko penye. naenda kumaliza dunia yote Ndicho majo. kwa sababu ya dhambi ya wanadamu. Haleluya. Haleluya. Koro dhiye chiro. Enda kwenye soko. Haleluya. Haleluya. Dhiye stage. Enda kwenye stage, Jiuo kod joka. enda uongee na wanadamu, Wadogo yae time majo. wawache matendo maovu, Yae chude. wawache usherati, Yae mbi. wawache uovu, Yae lago nyisi chimano. waache kuabudu vinyago na sanamu. Ukinyalo weyo. Kama hawatawacha, Doki timo kamano. kama hawatafanya hivyo, Ebro kelo masire. nitaleta dhiki, Kina ebro tiko juduto. nitamaliza watu wote. Haleluya. Haleluya. Umawacho ni ya. Maandiko yanasema kwamba Noa ni yalo injili matima kare. Nuhu alikuwa akihubiri injili ya uhaki. Haleluya. Haleluya. Injili matima kare. Injili ya uhaki, Eni injili mano chaku yali ae chaku. injili ambayo ilienda kuhubiriwa kuanzia pale mwanzo. Kendo Noa ni yalo injili matima kare. Tena Nuhu alikuwa anahubiri injili ya uhaki. Makaen samaro kinyi. Kama ni wakati wa asubuhi, Kono ni mtie ukoichiro. alikuwa kwenye soko. Haleluya. Haleluya. Owacho ni ya. Anasema Lokure uru. tubuni, Ae ure wacheni dhambi, Ae ure mriambo. wacheni uongo, Ae ure chode. wacheni usherati. Yasaye bro teko pe. Mungu atamaliza dunia. Haleluya. Haleluya. Dano ne kodeo. Hawakujali. Bango mano. Baada ya hiyo Yasaye oneno Noa. Mungu akamwona Nuhu, Kana wo yalo injili matima kare. kama Nuhu amehubiri injili ya uhaki Kwa yigini madrom mia kwa chele miaka 120. Haleluya. Haleluya. Kwa yigini madrom mia chele kuprario. Karibia miaka 120, Kanoa yalo injili matima kare. Nuhu akihubiri injili ya uhaki. Haleluya. Haleluya. Yasaye ngiyo pejine Mungu ya. akawa anaangalia dunia, Yasaye widu ngiyo pe. akawa anaangalia dunia. Upaki Yesu. Bwana asifiwe. Ne onge kitangata chiel. Hakukuwa na mtu mmoja. Upaki Yesu. Bwana asifiwe. Kane udiechieng' wa Nyasaye romo. Siku ya Bwana ilipofika, Nyasaye nobiro. Mungu alikuja Okono Noa niya. akamwambia Nuhu ya kwamba Iwinjo Noa. sikiza Nuhu, Koro ok nyalre. sasa iwezekani Jogi koro ok nyalre. hao watu hawezi tubu, Koro dhi bod idonji yie. enda uingie kwenye safina. Haleluya. Haleluya. Kaachiel kod imo kabor. Pamoja na watu wengine nane. Ema Nyasaye norese piny. Ano Mungu aliwaokoa kwenye Hii dunia. ndalo cha. Nyakati hizo, Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Nyasaye nokelo masira e piny. Mungu alileta dhiki kwenye dunia. Nyasaye notieko ji duto te. Mungu alimaliza watu wote Nikech richo. kwa sababu ya dhambi. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Koro kanyo muma uwuoyo. Biblia inaponena Ni ndalo manwatie kawuono. nyakati ambayo tunamoishi sasa, Opimo ko ndalo mar Noa. ameilinganisha na nyakati ya Nuhu. Haleluya. Haleluya. En adiera. Ni kweli, Nikech ndalo mar Noa. nyakati ya Nuhu Dhano ne lemo. watu walikuwa wanaenda kanisani, Dhano ne lemo. watu walikuwa wanaenda kanisani. Bang' lemo. Baada ya To dhano kukanisani, ne timo atima dwach. walikuwa wanafanya mapenzi yao Mana kaka gie sani. jinsi wakati wa sasa. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Ok ni dhano ok lem. Si ya kwamba watu waombi. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Ana bende ayie. Mimi pia nakubali Lemo to ber. kuomba ni vizuri, Kendo wasiro wachno. naunga mkono, To adwaro bod iwinji. napata usikize. Ng'ato ok nyal lamo Nyasaye. Mtu hawezi kumwabudu Mungu Ka en ni richo. akiwa kwenye dhambi. Opaki Yesu. Bwana Ok asifiwe. nyal lamo Nyasaye. Huwezi mwabudu Mungu ukiwa katika dhambi. Ok nyal lamo Nyasaye. Huwezi abudu Mungu Ka in e chode. ukiwa kwenye usherati. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Ok nyal lamo Huwezi Nyasaye. mwabudu Mungu. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Ka in e richo. Ukiwa kwenye dhambi. Haleluya. Haleluya. Koro Nyasaye ka ng'iyo ndalo mwantie. Sasa wakati Mungu anaangalia nyakati hizi, Opime gi ndalo mar Noa. anailinganisha na nyakati ya Nikech Nuhu. gie sani. Wakati wa sasa, Haleluya. haleluya, Dhano ok dwa injili matima kare. watu hawataki injili ya uhaki. Kendo wacho niya. Anasema ya kwamba Iwacho niya. wanasema Dini moro osieko. kuna dini imejitokeza, Dini moro osieko. dini imejitokeza, Oketu akete nwalokre. wametuweka ya kwamba tutubu, Waeri. tuache dhambi. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Nwalokre waeri. Tutubu na tuache dhambi. Haleluya. Haleluya. Anto kuma antie choka ai. Mahali niko sitoki. Iwinjo. Sikiza, Wakelo injili mar Yesu. tumeleta injili ya Yesu, Yesu ja Nazareth. Yesu wa Nazareti Jal moro thoe mu. aliyekufa msalabani. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Koro sama iwacho niya. Wakati tunasema ya kwamba Mae tu dini mar kwaro. hii ni dini ya baba yangu, Mae tu dini mar baba. hii dini ya baba yangu, Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Oka ai. sitoki. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. To gigo matimre kanyo. Haleluya. Haleluya. Gigo matimre kanyo. Matukio ambayo yanatendeka pale, Kati be mako dhogi. hata una
unashangazwa. Haleluya. Haleluya. Ibe makudhogi. Hata unashangazwa. Timakane sami wacho kama. Wakati uhaki inasemekana. Ukidwa winjo. Utakusikia. Tukumi wacho ne yani mtieno. Wakati unasema mali huko. Matudini marba. Hii ni dini ya baba yangu. Matudini markuarwa. Dini ya babu yangu. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Anabia penji wacha penja chie. Wacha niwaulize swali moja. Haleluya. Haleluya. Bende ni teaching mora mora. Je, kuna hiyo siku yote? Opaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Dini markuaru ndiyo. Dini ni kweli ni babu yangu. Dini madanu ndiyo. Dini nyanyako. Anabia winji na abia yibu. Pia na kuunga mkono. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Tuni teaching mora mora misi winje. Je, kuna hiyo siku umesikia? Haleluya. Haleluya. Ikane danu cha kudini no. Nyanyako alipokuwa kiasi hiyo dini. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Bende no toni ya musalaba. Je, alikukufia msalaba uchi. Mono mingamo iye kuwame. Ili yule anayemwamini. Muma uwe kuwa mngamo iye kuwa muwede dano. Biblia inazungumzia yule anayemwamini mwana wa Adamu. Wako uwe kuwa mto Kristo jojo lemo. Biblia izungumzia wale Bwana Yesu asifiwe. Muma uwe kuwa mtogo mo iye kuwa muwede dano. Biblia inazungumzia wale wanaomwamini mwana wa Adamu. Ni Yesu Kristo. Ambaye ni Yesu Kristo. Aliyetolewa kama dhabihu. Akateswa vibaya. Akitemewa mate. Akikataliwa leo. Anasema ya kwamba kujeni wale wote walionemewa ili nikawapumzishe nyinyi wote mulie na mizigo mizito. Kujeni kwangu nikawapumzishe. Anasema mzigo wake ni mwepesi. Anataka tu ile mzito yetu ili mkampelekee, na akawapatia ile nyepesi kwa yule tu atakayegundua. Hizi nilivyosema nikitangulia ya kwamba neno la msalaba ni upumbavu kwa wanaopotea, na neno la msalaba ni hekima kwa wale ambao wanasaidika, hekima kwa wale ambao watagundua msalaba, ni hekima kwa wale ambao watataka kutembea na Mungu. Biblia inasema Mungu atawafanya kuwa wanawake na atawasaidia ili wakakule uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusoma Petero, Second Peter, kitabu cha Petero wa pili, madongo adek, matindo aboro. aya kubwa 3, ndogo 8. Haleluya. Haleluya. Owachonia gidhuluo. Inasema hivi kwa Kijaluo: To osiepena, kik wil gi wach achiel ni kuom Ruoth ndalo achiel romre gi higni 1,000. Bende higni 1,000 romre gi ndalo achiel. To kik upar ni Ruoth odeko kuom timo gima osesingore ni obiro timo kaka jomoko paro. Ooyo, ohorenu mos kapod orito, nikech ok odwar ni mondo ng'ato olal, to odwaro ni mondo ji duto olokre owe richogi. Nasoma waraka wa pili wa Petero mlango wa 3 kuanzia mstari wa 8. Inasema, lakini wapenzi, msisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000, na miaka elfu ni kama siku moja. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhania ukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Opaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wasoma muma mar Petro mar 2. Tumesoma andiko la Petro wa pili adek matindo aboro 3 mstari wa 8, mawacho kaka wasewinjo, ambayo inasema jinsi tulivyosikia. Umamuyo kawacho ni ya Biblia inazungumza hivi ya kwamba kumbukeni kwamba siku moja, maana kaka sani kama wakati, maana kako diamboni jinsi usioni hii siku moja hii na nafasi uliyoichukua ukijitolea maisha yako
Tumesikia kutoka kwa Mungu ya kwamba siku moja Jehova anaisha kama siku 1000. Bwana Yesu asifiwe. Na siku 1000. Jinsi unavyoenda kanisani, umekuwa ukitembea kwa tabia zako, unaomba na uko kwa unaomba na uko kule unaomba na uko kwa unaomba wewe uko kwa hasira. Hata uwe umeifanya vyema kiasi gani, hata kama ni 1000 ngapi mbele za Mungu, Jehova ataihesabu kama siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha Jehova atazihesabu na Jehova atahesabu kitu kimoja ambao ulichukua nafasi yako, ukaketi chini kusikia kutoka kwa Mungu na kuangalia maisha yako ya kwamba siku Jehova anaweza ibadilisha. Iwe siku 1000 hata usipopiga makofi Jehova atakuja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tisa inasema ya kwamba msidhanie ya kwamba Jehova amekawia. Watu wengi wamesema ya kwamba tulianza kusikia kitambo. Kurudi kwa Yesu tumesikia kwa muda. Tumesikia kurudi kwa Yesu kwa muda. Wanatupigia kelele wakati huu. Wakikuja ya kwamba Yesu yaja. Wakati wote wakikuja Yesu huyo yuarudi. Sikia maandiko. Biblia inasema ya kwamba haja ya kuja. Amejiweka tu pole pole. Ameweka pole pole tu. Mimi ambaye ninatembea nikianguka. Mimi ambaye sijakamilika mbele za Mungu. Wewe ambaye pengine hujasikia neno. Kumbe Jehova amekawia kidogo tu. Kwa sababu hata ya kwamba hata mtu mmoja aweze kupotea. Afe katika dhambi. Ndiposa tumekuja hapa leo ili ya kwamba tukawaambie ya kwamba yule aliyetubu peke yake, aliyechukua Yesu peke yake, lakini ukweli Yesu yuaja sasa. Yesu alifungua mawazo yake, aliyechukua Yesu, kwa sababu Biblia inasema amekawia kidogo, ili mimi pamoja na wewe nipate nafasi ya kuingia. Wacha Mungu na wabariki. Nimesema mimi
Thank you.